yote ambaye tunaopitia analetwa na bunge la kitaifa, kwa sababu hile bunge imepewa majukumu ya kuchunga, ya kutengeneza sheria. Lakini vitu mingi vinatendeka, unaona kama ile bunge si wabunge walitumwa pale, ni machambasi yaliwekwa katika ile parliament. 2013, hii bunge ya 2013, Wakenya nataka kuambia wale ni machambasi. Yale machambasi kweli anawakilisha ama chambasi Kenya kinastahili ifanyike Mkenya erefuka. Yenyewe Mkenya, wacha nikuambie kitu moja. Na tena tukiwaangalia hao watu si wao wabaya. Nitaweza kumbuka kitabu yenye ambaye mhariri mmoja alikiandika vizuri. Akasema si kwa sababu ya matendo yangu. Alisema hivi, si kila ambaye niko nacho, lakini Kenya mimi nafanya ndiyo ufalme wangu. Nje Mwafrika, wewe Mkenya ambao umetoka constituency, umetoa mbunge, ameenda parliament, ufalme wako ni gani? Wewe ufalme wako nataka upewe ya tumbo, lakini Kenya anafanya pale bunge utaki kukifuatilia uone wanafanya nini. Hii serikali ambayo tuko nayo ambayo inaitwa Kenya Kwanza, nitaweza iongezea kuiita Babylon. Ni tofauti, iko mbali na ile serikali ambayo ilipita Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta kuna masomo alikuwa pale. Hii serikali haina masomo, watu hawasomi. Ile ya Kenyatta ilikuwa na security kidogo. Hii serikali hakuna nchi iko ina security. Na nyinyi na wewe Uhuru umepewa chama kubwa sana ya ODM ambayo iko na waasi wengi sana, ambao unaenda kuweka mkataba na serikali ambao unaona mwananchi analia usiku na mchana. Hii serikali ndio imekuwa pingwa ya kuuza vitu ya umma. Hii serikali imekuwa pingwa ya kuuza vitu ya umma. Unajua serikali nyingine pia ilikuwa inauza vitu vya umma, ni serikali ya Moi. Kwa nini? Na sisi wananchi tunatoa ushuru. Na wacha niwaambie Wakenya ndani ya Afrika. Afrika ni nchi ambayo iko na utajiri mingi sana. Mungu alibariki nchi yetu ya Afrika. Kwa hii ile continent ambaye tajiri, Africa number 1. Lakini ni wakina nani hao wanaishi Afrika? Nyinyi ni wakina nani? Mnachichua kweli? Mzungu akikuja anakuja kuangalia utajiri ambayo uko hapa Afrika. Inabidi kwa sababu sisi hatujui ya kwamba Mungu alitubariki akatupea nchi mzuri yenye iko na mafuta, yenye iko na madini, yenye iko kila kitu, lakini sasa tunatoka hapa tunaenda kuomba masikini. Wale wasungu ni masikini, sisi ni matajiri. Kwa sababu gani? Tunaongozwa na viongozi mbaya. Na mnakubali kuongozwa na viongozi mbaya, mnakubali kuweka mikono kwa viongozi mbaya ambaye havitaki kuchua mambo ya masomo, ambaye havitaki kuchua mambo ya afya, ambaye havitaki kuchua wewe unakaa hache. Vimeenea katika ukabila. Ni ukweli. Kwa sababu Mungu alipea Mwafrika utajiri na yeye hakuona. Lakini Kenya Mwafrika anafanya ndio ufalme wake. Ni ukweli, mhariri ule wa kitabu kile alisema usuri vizuri kweli kweli. Kwa sababu Mwafrika, sisi kama Waafrika tukitaka kujisaidia, tuache mambo ya ukabila.
Hiyo ni kitu ya muhimu sana. Usipoacha ukabila, uwezi jiokoa. Angalia, serikali ya Uhuru ilikuwa na linda mama, lakini hii hata hatujui. Ni promise baada ya ingine, promise baada ya ingine, promise baada ya ingine. Sasa hii mwaka kesho tunafanya election, na tuko na haki ya kwamba hii election ikikucha, hii serikali hakuna kura iko nayo, lakini inaenda kufanya vitu yake. Mara mingi serikali za Kenya, kuna mmoja serikali ambaye rais aliapishwa nyuma ya State House na ilikuwa usiku. 2007 rais aliapishwa nyuma ya State House na ni usiku. Wabunge wakaapishwa usiku, na Mkenya akakubali ya kwamba aongozwe na watu wameapishwa usiku. Na hii haina kura. Nje itaenda kuapishwa wakati gani? Hii itaenda kuwa ingine pia inapanga kuenda kuapishwa usiku. Unajua hii serikali, angalia Kebaso Molala alikuwa anaangalia vizuri kuambia Wakenya Kenya kinaendelea, lakini wakati walikutana na supu ya Nyosura alipita nayo, akamwonyesha kuna supu hapa, waja Kilele kuna supu hapa, mambo ikawa umeshawahi sikia Kebaso Molala? Hiyo ndiyo matunda ya Mwafrika. Matunda yake ni haya, si kila ambaye ako nacho, lakini Kenya anafanya ndio ufalme wake. Asanteni sana. Thank you so much.